Nguvu iliyoanza ndio ambayo inaendelea katika mikutano ya Injili kwa mwaka 2026 ambayo inahubiriwa na mchungaji Elia George, mchungaji wa kanisa la TAG Heri Mausafi, moja kati ya kanisa lililopo katika mtaa wa Nyatoto B, kata Nyankumbu, manispaa ya Geita. Mtazamaji, nikiwa katika uwanja huu wa mtaa wa Ikulwa, na hapa na kuunganisha na mahubiri ya mchungaji Elia George, ambapo mkutano huu umedumu kwa muda wa siku 7 katika viwanja hivi, ambapo baadhi ya waumini katika mtaa huu wameandika historia na kupata wokovu. Mtazamaji, na kuunganisha na mahubiri moja kwa moja na mchungaji Elia George akiwa katika uwanja wa Ikulwa, manispaa ya Geita. Hali ya hewa ikiwa ni mbaya, ndipo kifo kikaonekana, ndipo kushikana kwa mapanga kukatokea. Hali kazidi kuharibika katika ulimwengu, vikatawala vilio katika dunia, vilio vikatawala kila pembe zote nne za dunia. Wakina mama wakawa kilia, wakina mama wakawa wakiomboleza. Sikiliza nikwambie, na ndio maana katika ile Mwanzo 6, katika Mwanzo 6 tunaona habari tatu kwenye ile Mwanzo niliyokuambia wewe, uko napita pita tu, tunaona zile habari ya wanadamu walipoongezeka katika ulimwengu huu, wakaanza kuzaliana, maasi yakazidi, hali ikawa ni mbaya. Wanadamu kwa sababu ya kutokumtii Mungu wakaanza kuishi kwa sheria zao, wakaanza kuishi kwa namna ambavyo wanavyotaka wao. Hali ikazidi kuwa mbaya mpaka vilio vya hali mbaya vikamfikia Mungu mbinguni. Kila mwanadamu wazo yake alikuwa anawaza vibaya tu, hawezi akafikiria mambo ya Mungu. Wengine wanawaza pilika zao, lakini wengine wakawa wanawaza wanawake. Hali ikabadilika katika ulimwengu, wanaume wakawa wanaoana kwa wanaume, wanawake wakawa wanabebana mwanamke kwa mwanamke. Mungu akatangaza hukumu. Sikiliza nikwambia, nisikilize kwa makini kabisa, ni injili ya mwisho kabisa leo. Nisikilize kwa makini, huenda namalizia hii injili halafu naenda kufa. Sikiliza nikwambie mama, huenda tunamalizia hii injili hatutaonana tena. Sikiliza nikwambie, baada ya dunia ilipojaa dhambi, hali ikawa ni mbaya, Mungu akaipiga dunia, akaipiga kwa maji, wanawake kwa wanaume wote wakateketezwa. Sikiliza nikwambie, walihubiriwa habari njema kama hizi, wakaambiwa ili uokoke na haya maji lazima ukiri habari ya kuijenga safina. Wakati walikuwa ni habari ya kuijenga safina. Nisikilize mama vizuri kabisa, nisikilize vizuri, usio nasikiliza kiharaka haraka, kwa sababu ya kusikiliza haraka haraka na ndio maana huelewi. Wanadamu kila mmoja moyo wake ukaanza kuwaza mabaya usiku na mchana. Kila mmoja anawaza mabaya tu, kama leo ambavyo dunia inavyowaza mabaya. Sikiliza nikwambie, wengine wapo kwenye injili mahali hapa, lakini akili zao hazipo. Wengine wanatamani leo tena, wamepanga kwenda kuzini. Hata wakati wa Nuhu watu waliambiwa, lakini wengine walipanga mabaya kama hayo ninayokuambia. Walikuwa wakiambiwa lazima mtengeneze safina ndipo utakapopata ukombozi. Hawakuweza kuelewa kabisa. Walikuwa wakiambiwa habari ya ukombozi, wao wanaona mademu ndo wameng'aa. Sikiliza nikwambie, na shetani anapotaka kumpoteza mtu huwa analeta kahali fulani kakuweka mvuto kabisa, ili akuvutie kabisa pabaya, ili ukagongesha sawasawa. Sikiliza nikwambie, Mungu ametutuma kwa ajili yako. Mungu ametutuma ili tukunusuru na hiyo jehanamu ya milele. Watu walia maji yalipoanza kuwasomba, zile nyumba alizokuwa nazitegemea zilipoanza kuziringishwa na maji, zinasombwa. Watu wakakumbuka kwamba hili jambo tuliambiwa, tulinenewa kabisa, tuliambiwa kwamba kuna wakati mvua itakuja. Na ndio hii, walipoanza kuona machumba yanaenda, wake wanaenda, waliokuwa wanaona kwamba wake zao ni wazuri, wakawa wanawashikilia eti wanawakumbatia, wanawatuliza kwa majina mazuri. Baby tulia, hali hii itakatika tu, mvua hii itanyamaza kimya. Haikuweza kunyamaza kimya, aliita baby, lakini mtokeo yake maji yalipozidi, amekumbatia baby, akaona kwamba hii hali imekuwa ya kujiokoa mmoja mmoja.
bebi anaachiwa na so much. Sikiliza nikwambie, bebi anaenda na maji, anagaragaza na maji, anagaragaza, anaenda huko mtoni, mto kajaa. Sikiliza nikwambie, aliyekuwa na mwokoa bebi naye so much akapelekwa mtoni. Sikiliza nikwambie, watu walikuwepo wataalamu wa kupiga mbizi. Dunia ilipojaa maji, wakaanza kupiga mbizi eti hivi wanavyopiga kwenye malambo hivi hivi, wakaanza kujitahidi kusogea mpaka kwenye eneo la Sabina ilipokuwa, maana hapakuwa na wokovu mwingine. Kama mtu alikuwa bado hajakubali habari ya Safira, hapakuwa na wokovu juu yake. Likana maji kuliko unavyofikiria. Maji yalikuwa yanatoka, sio hayo ya bomba ile linalotoka Mwamba Sabini linalokuja hapa, sio hayo. Ilikuwa ni bomba, sio la mchezo, ile kutoka ardhini. Alafu mbingu zilikuwa zimefunguliwa. Sikiliza nikwambie, hapo nasemaga kwamba kama alikuwepo malaika sasa kule mbinguni mtu wa maji, nadhani koki alifungulia kwa mguu hivi kanyaga kabisa, maana yake ni koki aling'oe lote, maana watu wameshajazi haka wanadharau, wanapumbeni wapumbavu kwa kupitiza. Sikiliza nikwambie, na ndio maana siamini kama malaika alienda kushika hivi koki, alikanyaga. Kuna haja ya kwenda kushika hata kama ungelikuwa ni wewe? Kanyaga koki, piga teke koki huko, watu watoshe, maana hawezi kuelewa Injili. Sikiliza nikwambie, baada ya gharika lilipopita, wanadamu tena wakaanza kujikusanya wakajaa. Kuna tukipande tuwili kanaitwa ka Sodoma na Gomora, kakajaa watu tena. Kalipojaa wakarudia yale tabia ya mwanadamu, wakarudia yale mwenye kuchukua wake 750, mwenye kuchukua wake 900, mwenye kuchukua mahawala 20, mwenye kulaza guest wa madada karibia 150. Wakaanza hizo tabia tena, na hiyo hali tena ikafika mpaka mbinguni kwa Baba. Bwana tena akashusha gharika, akawatwanga kwa moto hapo kwa kiberiti kikubwa sana, wakaungua wote Sodoma na Gomora. Sikiliza nikwambie, baada ya hapo Mungu akaona haya mambo nitayamaliza bure, akaamua kutengeneza sasa mfumo wa kuturudisha kwake, tutaishi na yeye mbinguni milele. Yes. Akatengeneza mfumo. Narudi kwenye somo langu la Yesu. Sikiliza nikwambie, akaona hao watu nawezaje kuishi nao, akaanza tena mfumo mwingine. Ndipo tunamwona Yesu akatokea. Tunaona Mungu akiitisha jopo mbinguni, akiwauliza kwamba ni mtu nani akawakomboe watu waona dhambi zao. Sikiliza nikwambie, kikawaida kabisa mbingu zilinyamaza kimya, maana hiyo hali ilikuwa ni mbaya sana. Mbingu zilinyamaza kimya, lakini akatokea jamaa mmoja tu anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti. Hebu mpige makofi huyo jamaa, nampenda sana. Ikatokea dude moja tu mbinguni, ikasema Baba, nipo mahali hapa, nitoe mimi nikawakomboa wanadamu pamoja na dhambi zao. Mbingu zote zilipinga kwa sababu ya hilo njembe, kwa sababu ya hilo jamaa. Na ni kweli Mungu akaanza process za kuleta mahali hapa duniani. Akasema nitaliwekaje duniani sasa, litatoka liende lizima hivi au hawatalielewa kweli hao watu? Hapana. Akaona kwamba atengeneza mfumo fulani hivi, eti lije litokee kwa Bikira Mariam. Akaliweka lizima mule kwa Bikira Mariam mule, likapyatuliwa, inaitwa ni Yesu. Yesu akaja ili sisi tuwe nao uzima wa milele. Kwa hiyo Yesu, kusudi la Yesu kuzaliwa, amekuja kurudisha wakina baba waikula, warudi mbinguni kwa Baba, wataishi na Bwana, wataishi naye milele. Kusudi la Yesu kuzaliwa ni kwa ajili ya wakina mama, ni kwa ajili ya vijana waliopo katika kijiji cha Ikulu, warudi wakaishi na Baba milele. Naomba embeneza bendi imba kwanza.
mzuri, chakula maishani mwangu. Yesu ni mzuri, shamba maishani mwangu. Yesu ni mzuri. Naomba sikia vizuri. Sikiliza nikwambie mwanadamu. Na leo tunapozungumza hizi habari, mnatuona kana kwamba tumeishiwa akili, na hukumu iliyoandaliwa tena kwa sasa ni jehanamu ya milele. Baada ya jehanamu kuingia na uzima wa milele kuingia, na ndio maana mwishoni pale inazungumza jehanamu ya milele. Yaani tunapozungumza jehanamu, hebu tafakari neno la mwisho, lile la mwisho, jehanamu ya milele, uzima wa milele. Maana yake watakapoingia katika uzima wa milele na watu watakapoingia jehanamu ya milele, hayupo kutoka jehanamu, hayupo wa kutoka katika uzima wa milele, kwa sababu wote watakapokuwa wamewekwa ni moja kwa moja, na ndio maana ile milele inamalizia. Haleluya! Lakini wakati unapoona injili inahubiriwa, ndio nafasi yako. Na wengine wamefungwa na dini, wanasema eti mimi ni dini fulani. Sikiliza nikwambie, mimi nilikuwa ni dini fulani, lakini nilikuwa dini fulani, lakini Yesu nilikuwa simuelewi. Baadaye nilipobadilisha mwelekeo wa maisha, nikaamua kumkiri Yesu kwa upana mwokozi wa maisha yangu, hapo ndipo nikaijua kweli. Mungu akanibadilisha, nikambeba Yesu mzima mzima, maana kazi ya Yesu ndiye atakayenipeleka katika uzima wa milele. Yesu nikambeba ndani yangu, nikamweka moyoni. Nilipomweka moyoni, nikaanza kutembea naye, na ndiye akanipa jukumu, akaniambia, sasa kwa kuwa mwanangu umeniweka moyoni, nakaa ndani yako. Sikiliza nikwambie, nakaa ndani yako ili nitembee na wewe, na yeye ndiye ananitembeza mpaka leo kuzisema hizi habari, ili watu wa mahali hapa waweze kumpokea Yesu afanyike kwa upana mwokozi wa maisha yenu. Achana na dini, achana na kufungwa na dini. Wengine wamefungwa na dini tu ndogo sana, yani za kikahaba tu, yani dini zipo nyingi. Kuna mwingine amefungwa na wakina dada tu, anapomwona dada anayapilikuwa hivi, akiwa anapilikuwa hivi, yeye moyo wake unawaka, anasema da, hapa anapenye mbona kaumba Mungu. Sikiliza nikwambie, hiyo na yenyewe ni dini. Lakini wengine wamefungwa na uchawi, wanapokula nyama za watu usiku na mchana, wanaona ndio faida. Sikiliza nikwambie, kuna siku moja utayatapika yote. Sikiliza nikwambie, utayatapika yote. Hata kama leo na yala unaona kwamba yanafaa, kuna wakati unakuja utalia na kusaga meno. Utakapokuwa ukisombwa kupeleka jehanamu, hapo ndipo utakapojua kwamba jamani, nilichokuwa nakifanya hiki ni kitu gani. Sikiliza nikwambie, kuna wakati unakuja mama, utasombwa. Hata leo tuhubiri, unatuona kama kwamba tumeishiwa kazi. Tuna kazi. Tuna nini? Tuna kazi. Ngoja niwaulize aliyeko mmoja kule mbele, eti nani hana kazi hapa? Hayupo hapa, hana kazi. Tuna kazi. Lakini tunaheshimu kazi ya Mungu. Mungu anapotoa maelekezo, tunamheshimu Mungu kuliko kazi zetu. Acha wewe unapokuwa na hali ya kuheshimu kazi, eti unaangalia kwamba zitaisha noti. Kuna siku zinakuja hizo noti zitaisha, kwa sababu utakuwa kaburini, hutakuwa na uwezo wa kwenda kwenye noti. Na unayemkataa huyu ana uwezo wa kukaa na wewe mpaka kaburini, unayemkataa leo. Lakini jioni ya leo mlango bado hujafungwa, neema bado ipo. Sasa 2:15 kitabu cha Mwanzo 2:15 mpaka kuna soma haraka twende haraka. Alafu ndio Biblia inasema Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni, ailinde. Ndiyo kwa kazi ya mwanadamu. Alimtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ili ailinde na kuitunza bustani ya Edeni. Mstari wa 16. Ndio Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akamwambia matunda ya kila mtu wa bustani, matunda yote ya mtu wa bustani ni humu pote waweza kula, unaweza ukala. 17 walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana sikiliza hiyo point, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa. Hakika sikiliza, mwanadamu hakuumbiwa kufa. Watu waikula, naomba muelewe, toweni udingo
kichwani. Naomba mnielewe tu, pamoja na kwamba kuna hatua unaweza ukaniona kwamba sio ni kijana wa fulani, toa udingo na kuambia kwamba sisi maisha Mungu hakutuumba ili tufe. Hapakuwa na maana basi okay. Tuachane. Nauliza sasa, ni nani ambaye huwa anazaa anatamani kwamba kangelitokea kakafa haka katoto? Nyosha mkono. Kama wewe huwezi, yeye Mungu kwa nini wewe unamchukulia kwamba alikuumba ili ujufu? Hata Mungu wakati anakuumba alikuumba akiwa na lengo utaishi milele, utaishi maisha ya raha, utaishi maisha ya neema ya umilele. Lakini kwa sababu ya dhambi, kama ambavyo tulivyosoma hapa, mwanadamu akaruka sheria na masharti aliyopewa na Mungu, akaingia kupenda dhambi. Sikiliza nikwambie, akaingia kupenda nini? Dhambi. Ndio dhambi ikatupelekea kuanza kufa, na mwanadamu wa kwanza kufa alikuwa ni Habili. Mungu akubariki sana mtazamaji kwa kuendelea kufuatia taarifa zetu zinazotoka kwenye mikutano. Nyuma ya kamera yupo Hans Media, mimi ni Kale Chongela.